nisumbua, je, nitakukimbilia? Mashaka yote naya huruni na mapenzi yako, na kwa haya nashukuru napata yote kwako. Tuendelee kuimba kama anakuja. Tupatie wimbo. Bwana unipandishe, pandishwe juu zaidi ya mawingu, nitaomba nifikishe. Mwambie anatuchelewesha hapo wapi? Anasaini. Kuna kitu nataka niseme hapa kabla tuondoke. So nitamngoja. Nipande milima yote, Bwana unipandishe. Asante. Nitasoma kifungu alafu niseme neno. Tumsifu Yesu Kristo. Naongea kwa niaba ya James. Naomba familia, marafiki, jirani na kanisa kwa jumla, kwa niaba ya madaktari wenzangu tunasema pole kifo mzee. Ile kitu ambao naomba kwa unyenyekevu, na jirani, rafiki, jamii, kanisa, kama kuna yoyote mwenye alipitana na mzee James kama kwamba baada yako hai, amsamehe. Msame maliza safari yake. Sisi wenyewe tumebaki hai lazima tumshughulikie. Niko na imani kwamba mzee alizaliwa, ameisha wakati wake na Mungu amemchukua. Na kama mzee amelala hapa kwa sababu mko na mtu, kuna jaji nani? Ni Mungu. Hiyo kitabu ukisoma kitabu ya Luka chapter 6 verse 35 mpaka 38 inasoma tusijaji yule mwenye amelala. Sasa nataka tukue na upendo. Ukisoma Romans 12 mstari ya 9-12 inataka upendo, tufanyie pamoja mpaka dakika ya mwisho. Sasa mzee amemaliza safari yake. Sisi wenyewe tumebaki hai lazima tumshughulikie. Hata mzee akiamuka hapa vile tumesimama hapa hivi, hakuna mwenye atasimama hapa. Kila mtu ataenda zake. Sasa lakini niko na imani kwamba mzee, msijaribu kutatisha matanga ya mzee. Nataka mfanyie pamoja mpaka dakika ya mwisho. Hata sisi mkituacha hapa mtuache tu mwili, lakini kwa kiroho tuko na nyinyi kiombe mpaka dakika ya mwisho. Mtaomba, wacha mzee aseme kile anasema, alafu muombe mkimaliza kuomba, ukitoka hapa muende na amani ya Bwana. Ile kitu ambayo tuchunge sana ni ulimi. Ulimi ni kitu kidogo lakini tuchunge ulimi na tukue na umoja mpaka dakika ya mwisho. Sasa mkimaliza hii makatasi nitapatiana kwa mama. Asante. Okay, nitasoma kifungu hatimaye niseme neno na tuombe tuanze msafara. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mujifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Jamii zote mbili, wapendwa, tunaomba kwa unyenyekevu. Kanisa, kazi yetu ni kuleta amani. Kanisa, kazi yetu ni kuleta mwangaza. Kanisa, kazi yetu ni kuleta upatanisho. So tuko hapa kwa ajili ya familia zote mbili. Na tunapotoa mwili hapa, ninaomba tu kwa rehema za Mungu
tafadhali ile tofauti ambayo mmekuwa nayo tuizike katika kaburi ya kusahau. Tuangalie matamshi yetu ni gani, kwa sababu jambo kuu ni kuweka umwili katika ardhini, tumzike kwa uzuri. Hiyo ndio jambo ambalo kuu. So ile tofauti ambayo mmekuwa nao, nyumba kubwa na nyumba ndogo, tafadhali haya mambo mwachane nayo. Usemi wenu, angalia unaongea jambo gani kwa mwenzako, kwa sababu unaweza ongea kitu ukalipua mambo ambao tumewachana nayo ndio katuletea shida. So tafadhali tunaomba kama kanisa, wandugu wako hapa, wachungaji wako hapa, ni itakuwa ni jambo la busara tunapotoa mwili hapa, tunatoa kwa amani na tupeleke kwa amani na tuzike kwa amani. Shughuli zote ambazo mlikuwa nazo jana zote tulizisikia vile zilikuwa, lakini huenda ikawa zilikuwa na uzuri wake, lakini leo hii hatuwezi kumbuka hizo vitu. Amen. Tuamini na tuombe. Baba wetu aishie milele, wewe ni Mungu mwenye rehema, wewe ni Mungu mwenye utakatifu. Asante kwa kujalia huyu ndugu maisha hapa duniani, hatimaye umechukua moyo wake. Sisi tuko hapa tu kwa ajili ya kudhibitisha ya kwamba hakika ndugu amekufa, na lile ambalo liko mbele yetu ni kuandaa maziko yake. Jamii zote mbili naziweka mkononi mwako Jehova Mungu mwenye amani, wapatanishe katika mazungumzo yao, wapatanishe katika kutembea kwao, wapatanishe katika hali ya mazungumzo, ili Mungu tunapokuwa tunafika dakika ya kumweka katika udongo, naamini ya kwamba Mungu utakuwa umekuwa mfariji mwema katika hii familia. Wasamehe mahali popote wamepitia, wasamehe katika kuzungumza kwao, wasamehe katika hali ambao wameongea bila kujua. Mungu unapochukua mwili huu, wacha amani ipatikane katika both sides, ya kwamba wawe na amani katika maishani mwao, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Tutasoma kifungu kingine, alafu tupate wimbo mmoja tena, nitaruhusu mchungaji mmoja asome, alafu baadaye ndio tutafungua the body tukiwa hapa. Tutaenda kitabu chetu takatifu Psalms 23. Psalms 23. Psalms 23 inasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Uniusa nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Uandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Mwisho, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Tupate kwaya. Endelea ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana uninue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Mungu, kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kifo. Ndugu wetu James, ulijua maisha yake, ukajua miaka yake, na ikawa ni siri kwake na ukoo wote. Lakini leo hii tumesimama hapa kushuhudia ya kwamba maisha yake hayapo tena, bali tungali na mwili wake. Twaomba ya kwamba tunapoanza safari hii kwa njia na mahali popote mwili huu unaenda kufikisha na hata kuutoa pale mpaka mwisho, tunaomba uwe nyuma na mbele, uwe kiongozi mwanzo mpaka mwisho, na utukufu kurudie. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Tutaruhusu family member kwanza review, alafu sisi wengine tutamalizia. Fungueni sasa. Nisobe difungua. Tukitoka hapa tuna land kwanza nyumba hapa Nambari. Tukitoka Nambari tunaelekea kule. Hiyo ndio taratibu tuko nao.
So family member muende hivi, tuzunguka hivi. Tutoke hivi. Okay. Tutoke pale tukija hivi. Tutoke pale tukija hivi. Pole pole tu. Unaenda aje? Unaenda hivi. Zungukeni hivi. Aje? Nyinyi ndio hivi. Kuna kitu kinaweza tunaenda. Unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Katikisa Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwamba wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bwana wewe aliingia rohoni mwangu, Bwana Yesu kaniambia ewe
Dear friends, I'm leaving now, and the train is waiting by to take me with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. Dear friends, I'm leaving now, and the train is waiting by to take me with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, it's okay, in the train, it's okay, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, in the train, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. I'm afraid of paradise, and I know the reason why. We shall never meet until we reach the land of God, the land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. I'm afraid of paradise, and I know the reason why. We shall never meet until we reach the land of God, the land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, in the train, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. It's okay, in the train, it's okay with my body over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no worries at all. The land of paradise, where we shall go to meet with my sisters and my brothers over there. The land of paradise, where there is no surprise, no sorrows, no. Baba wetu aishie milele, Mungu mwenye rehema kubwa, Mungu ambaye unajua maisha ya mwanadamu. Leo hii, wakati wa leo, tunashuhudia kuondoka kwake kwa huyu ndugu kutoka katika mikono za jamaa yake. Anapopokelewa kwako, o Jehova, tunaamini ya kwamba tunaweka kila jambo mkononi mwako Mfalme, kwa ajili ya misa zote ambazo ziko mbele yetu. Tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ataweza kutuongoza katika kila jambo. Endelea kufariji familia na kuwafunga kamba na kuwainua, o Jehova, ili safari ambayo wataanza kuishi bila huyo ndugu, Mungu wa Israeli, ukawajalie mema katika maishani mwao. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Tutasoma Isaya 44. Biblia nikasema, nilie nini? Wote wenye mwili ni majani,
na wema wake wote ni kama ua la kondeni. Majani yakauka, ua la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake. Yakini watu hawa ni majani. Majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Wewe uhubirie Sayuni habari njema, panda juu ya mlima mrefu. Wewe uhubirie Yerusalemu habari njema, paza sauti kwa nguvu, paza sauti yako, usiogope. Iambie miji ya Yuda, tazameni Mungu wenu. Tazameni Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakao mtwalia. Atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakao mtwalia. Tazameni thawabu yake ii pamoja naye, na ijara yake ii mbele zake. Asante. Nataka nifanye maombi, alafu kama ni kuingiza kwa nyumba taingiza, tukitoka nje kwa itakuwa inahudumu tukitazama mwili. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Baba wetu tena uishie milele, tungali tunatafuta ushauri kutoka kwako, tungali tunanyenyekea miguuni mwako, tungali tunahitaji faraja kutoka kwako. Kuanzia sasa hivi, Mwenyezi Mungu, matumaini yetu iko kwako. Ukatusaidie katika kila kipengele ambacho kiko mbele yetu, na ni katika jina Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Kwa hiyo mnaweza kutupa wimbo tunapopeleka mwili kwa nyumba, ikiwa tunaipeleka. Kama tupeleke mniambie, atupeleki niendelee na sala za mwisho. Itatosha? Okay. Pelekeni mwili bila mnapenda. Wanye wakijibeba mwili. Kuna meza ndani. Iko ndani. Watoto wa mzee pamoja na mke wake karibuni katika nyumba. Wako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humo unisafi na dhambi, nusu zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Asante Bwana, siku yangu ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu.
Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuamini na tuombe. Baba wetu aishie milele, Mungu mwenye rehema kubwa, tunasema ni asante. Kila jambo katika neno lako unatuambia tupeane shukurani. Yes. Wakati wa majanga na wakati wa furaha. Hapo ndipo sisi sasa tunasema asante kwa yale ambayo umetenda kwa ajili ya iboma. Umenyakua nafsi ya moyo wako. Umetuachia masalio tu ambao nasi tunaandaa kwa ajili ya misa. Asante kwa familia, asante kwa wake zake. Asante kwa watoto ambao wamesalia. Tunapoendelea kuangalia mwili na kupeana rambirambi zetu, Mungu ukatupe amani. Na ni katika jina Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Naweza fungua sasa wakaweze kuviu the body wala ambao walikuwa hawajapata nafasi ya kumwona. Thank you. Utakuwa mwanga nyumbani mwako. Bwana asifiwe. Bwana Mungu wa utatu, niumbie imani na upendo wako. Ewe Bwana wa neema, Mungu wa utatu, niumbie Asante Mama Lea. Asante Best Lady. Deacon Violet, Mungu akawape nguvu, akawaongoze harusi ya mwisho. Upendo wako Bwana, huruma zako Bwana, niumbie imani na upendo wako, naziona wazi upande wako Bwana. Asante dada za Lea kwa kusimama na yeye. Muendelee kumpa nguvu na tumaini. Upendo
Asante Mungu azidi kuongoza. Mbariki wema, udumu kwetu sisi hata milele. Uje Roho wa Bwana, mbariki wema, udumu kwetu sisi hata milele. Na upendo wako Bwana, Karibu na Morini, karibuni. hata milele. Uje Roho wa Bwana, tubariki wema, udumu kwetu sisi hata milele. Upendo Mungu, katika kipindi hiki umetuelekeza, umetupa nguvu, tunasema asante. Baba, tumemaliza kipindi hiki kwa nguvu zako, sifa na utukufu vikurudie. Vipindi vingine vyote ambavyo viko mbele yetu tunavikabidhi mkononi mwako. Tamalaki, ongoza na utawale, maana wewe ni Mungu, na katika jina lako tumeomba tukiamini. Kwaya mtaendelea kuimba, familia wakitulia, na wamesema kila mtu ambaye yuko hapa kuna chamcha. Tafadhali weka hapa kwanza. Hakuna jambo nzuri na kupendeza mtu anapoaga mzazi wake kwa uzuri. Nataka mnisikize vizuri wapendwa. Wakati mwingine muachenge story mtu akiongea. Ni jambo la maana sana kusindikiza baba yako kwa heshima, kwa utaratibu. Huwa inawacha alama kwa maisha yako. Kwa hivyo watoto wa mzee, ninaamini ya kwamba tunaambatana sisi zote, tunaelekea kule kwa ajili ya kusindikiza mzee wetu mpendwa. Na hili boma tena hatarudi ndani yake. Anapoondoka, anaondoka kabisa, na ukikutana naye utakuwa umekutana na kitu kingine ambacho si yeye. Kwa hivyo nataka niulize Pastor Mchesi afanye maombi tunapoweka mwili katika hilo gari. Lele uliye mbinguni, tulipokuwa kule mochari tulikuomba ukaweze kutulinda na kutuongoza tukaingia katika mji huu. Baba, yale ambayo yamefanyika katika mji huu tunakushukuru. Tena ni hatua nyingine ambayo Bwana tunataka kuanza kwenda kule Malanga. Tunakuomba tena vile tulivyokuuliza ukaweze kuwa nyuma na mbele, ukatuongoze, amani yako itutangulie. Asante kwa ajili ya maisha huyu mzee, yake yamemalizika. Asante Bwana, tunapoenda kumalizia mengine kule, tunaomba uende pamoja nasi, na zaidi ya mno amani yako ishindayo amani ya ulimwengu itutangulie kwa yote. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tutaonana tena, yani tutaonana tena. 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 Safari umeimaliza salama, Bwana
ametwaa. Oh, oh, bye rafiki. Maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana.